بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وبعد، إخوة مستمعين الكرام، أحييكم بالتحية الإسلام المباركة، ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia rehma na amani kiongozi wa umma mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wasallama, kwa mapenzi ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tumekutana tena katika kipindi chetu cha wajue na watambue Ahlul Bait alayhi wasalam, ikiwa ni siku nyingine, ikiwa ni siku usiku wa Jumapili. Kama ada yetu, tunaendelea na kuweza kutuma jumbe fupi wa maandishi hapa studio kwa yule mtu yote mwenye swali. Lakini kwa siku ya leo kuna mada nitazungumzia kwa ufupi zaidi, mada ambayo inahusiana na tukio zima lililotokea katika mwezi huu mtukufu wa Rajab, ambao tukio hili ni lazima tuweze kuligusia kwa uchache kutokana na muda. Baada ya hapo tutaendelea kujibu zile jumbe ambazo zimetufikia hapa studio biidhnillah tabaraka wa taala. Lakini kwa wale ambao wanajiunga kwa sasa, namba zetu za kuweza kutuma ujumbe mfupi wa maandishi ni 0688469475, 0688469475, 0688469475, namba za kuweza kutuma ujumbe mfupi wa maandishi. Mtakuwa nami Sheikh Khalfani ibn Muharram, na mada yangu ya leo nitazungumzia al-Isra wal Mi'raj, tukio zima liliweza kutokea katika mwezi huu wa Rajab, ambapo ilikuwa ni tarehe 27, ambapo tarehe hii ilikuwa sambamba siku ya jana. Kutokana jana kulikuwa hakuna kipindi, basi tumeweza kuchagua siku ya leo kuweza kugusia kwa uchache yale mambo ambayo yamejiri na tujue maana ya Isra na ilikuwa vipi mpaka ikaitwa Isra wal Mi'raj. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndani ya Qur'ani tukufu katika suratu al-Isra au suratu Bani Israil, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika aya mwanzoni kabisa, aya kwanza, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema baada a'udhu billahi minash shaitanir rajim, Bismillahir Rahmanir Rahim, Subhanalladhi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ila al-masjidil aqsa alladhi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Sadaqallahu al-aliyyul azim. Kupitia sura hii, suratu al-Isra, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala analizungumzia tukio zima la Isra wal Mi'raj, Isra na Mi'raj. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anaanza kwa kujitakasa yeye mwenyewe kwanza. Subhanalladhi asra bi'abdihi, ametakasika Mwenyezi Mungu ambaye asra bi'abdihi, alimtoa mja wake lailan min al-masjidil haram ila al-masjidil aqsa, usiku kutoka kwenye msikiti wa Masjidil Haram ambao upo katika nchi ya Saudi Arabia kule Makkatul Mukarrama, ila al-Masjidil Aqsa, mpaka msikiti Masjidil Aqsa, Masjidil Maqdas ambao unapatikana kule katika mji wa Yerusalem. Sasa tukiangalia katika aya hii, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anaelezea tukio zima la Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam kutoka katika msikiti wa Makka ambapo unaitwa Masjidil Haram na kuelekea mpaka Masjidil Aqsa, ambapo Masjidil Aqsa ni Masjid al-Maqdas, Baitul Maqdas, ambapo unapatikana msikiti huo katika mji ambao unaitwa Jerusalem. Tukiangalia tukio hili
la Isra na Mi'raj ni tukio la kihistoria kwa Waislamu wote duniani ambao lilitokea usiku wa tarehe 27. Usiku huo ulikuwa ni usiku mmoja ambapo Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallama katika usiku huo aliweza kutoka katika mji wa Maka na kuelekea katika mji huo wa Jerusalem. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallama baada ya kutoka katika mji wa Maka takatifu na mpaka kwenda katika ardhi ya Jerusalem, katika ardhi ya msikiti mtakatifu wa Baitul Maqdis, Suleiman al-Farisi miongoni mwa maswahaba wakubwa wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallama anaeleza tukio hili. Aliweza kumuuliza Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallama, Salman al-Farisi aliweza kumuuliza Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallama, ma huwa awwal masjid wudi'a wajhi al-ard, msikiti gani ni mkubwa uliojengwa hapa duniani? Kuna msikiti gani ambao ni msikiti mkubwa ambao umejengwa hapa duniani? Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallama akajibu na kusema, huwa Masjidul Haram, msikiti ambao ni mkubwa ambao umejengwa katika hii dunia ni msikiti wa Maka ambao unaitwa Masjidul Haram. Lakini baada ya hapo kujibu Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam kumjibu Salman al-Farisi ambaye miongoni mwa sahaba wake mkubwa sana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallama, Salman al-Farisi akamuuliza tena Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, thumma madha, baada ya msikiti wa Masjid al-Haram, baada ya msikiti wa Maka, je, msikiti gani mwingine ambao ni mkubwa baada ya msikiti wa Maka? Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam akajibu na kusema, qala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, thumma Masjid al-Aqsa, kisha msikiti wa Masjid al-Maqdis ambao tumesema msikiti huu unapatikana kule Jerusalem. Sasa tukiangalia katika misikiti hii miwili, misikiti ambayo kwa hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallama ndiyo misikiti bora na ndiyo misikiti ya kwanza kabisa kujengwa kabla ya yote, ndiyo nyumba ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ambayo zimeanza kujengwa. Mwanza msikiti wa Maka, alafu ukafuata huu msikiti wa Aqsa au Masjid al-Maqdis ambao unapatikana katika kule Jerusalem. Sasa kisa hiki cha Isra wal Mi'raj ni msafara ambao msafara huu ukaendelea mpaka kutoka katika mji wa Maka ambapo kuna msikiti ambao unaitwa Masjid al-Haram mpaka pale kwenye msikiti wa Baitul Maqdis au Masjid al-Aqsa ambapo unapatikana kule Jerusalem. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam katika usiku wa tarehe 27 Mtume sallallahu alayhi wasallam alitoka katika mji wa Maka na kuelekea katika mji wa Jerusalem. Lakini msafara huu wa usiku ambao aliufanya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam kutoka Maka mpaka Jerusalem ndiyo unaitwa al-Isra au Isra, kwamba huu msafara ambao Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallama aliufanya kutoka katika mji wa Maka ambapo kuna msikiti, alitoka katika msikiti Masjid al-Haram na kuelekea katika Masjid al-Aqsa ambapo huko kuna msikiti ambao unaitwa Masjid al-Maqdis au Masjid al-Aqsa ambapo ni Jerusalem. Msafara huu wa kutoka Maka kuelekea Jerusalem, huu ndio msafara ambao kwa kitaalamu unaitwa al-Isra na ndio maana imekuwa al-Isra. Lakini leo tutazungumzia al-Isra wal Mi'raj. Kwa hiyo Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam kile kitendo cha kutoka katika mji wa Maka na kuelekea katika mji wa Jerusalem, msafara wake ambao ameufanya basi ndio unaitwa al-Isra au Isra. Lakini baada ya kufanya msafara huo wa kwanza kabisa, baada ya kufanya huo msafara wa kwanza
wa kutoka Masjidul Haram na kuelekea Masjidul Aqsa huko Jerusalem. Hapo sasa msafara mwingine ukaendelea usiku huo huo, sio kwamba ilikuwa siku ya pili, siku ya tatu, usiku huo huo ambao usiku huo Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam aliutumia kutoka Makka kuelekea Jerusalem, basi usiku huo huo pia akautumia kutoka katika Masjid al-Aqsa ambapo kule Jerusalem mpaka ala samawati al-a'la, mpaka kwenda kwenye mbingu ya mbingu. Alienda mbingu mpaka mbingu, lakini mbingu ya mwisho aliweza kukomea ni ile mbingu ya saba. Baada ya kufikia mbingu ya saba, na hapo ndo ikawa ndo mwisho wa safari yake katika usiku huo wa tarehe 27 katika mwezi huu mtukufu wa Rajab. Na kitendo cha kutoka Masjid al-Aqsa mpaka kuelekea katika mbingu ya saba, safari ile ambayo ameifanya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, msafara huo ambao Mtume sallallahu alayhi wasallam alidiriki kuufanya katika usiku huo wa tarehe 27 katika mwezi wa Rajab, ndio unaitwa Mi'raj. Sasa hapa tumeelewana kwamba Isra wal Mi'raj tafsiri yake, ukiambiwa Isra maana yake Mtume alitoka katika Masjid al-Haram kule Maka akaelekea katika Masjid al-Aqsa ambapo upo Jerusalem. Kitendo kile cha kutoka yeye Maka kuelekea Jerusalem tunasema kwamba hiyo inaitwa al-Isra. Lakini kile kitendo cha kutoka Masjid al-Aqsa pale Jerusalem mpaka kupandishwa mbingu ya saba kuelekea mbingu ya mwisho kabisa, mbingu ya saba, basi tukio hilo ambalo amefanya Mtume ndio linaitwa Mi'raj, na ndio maana imeitwa al-Isra wal Mi'raj.